imani yako imekamilika. Hakikisha kwamba huyo Yesu basi umempa 100%. Hakuna kipengele ulichokipunguza. Imani yako imekwenda moja kwa moja, yaani imani yako ionekane imejumulishwa moja kwa moja kwa Yesu. Haleluya! Ili uwe na sifa za kunyakuliwa. Kama umeshindwa kuwa na imani na Mungu, maana yake utashindwa kuondoka wakati wa. Wanaochukuliwa ni wale ambao imani yao ni moja kwa moja kwa Mungu wao basi. Haleluya! Haleluya! Haleluya, watumishi wa Bwana. Lakini mtu wa pili ni anayechukiza, yaani wachukizao. Mchukizaji, mtu ambaye kazi yake ni kuchukiza, hawezi kuwa na sifa za kunyakuliwa. Mtu anayechukiza, anasema wachukizao hawataweza kurithi ufalme wa Mungu. Wanaochukiza wana sehemu yao, hawataingia mbinguni. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 3. Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida, katika mapito, katika vifungo, katika fitina, katika tabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo. Sawa. Nafikiri ni mstari wa 3 tu unatosha. Watu wanaochukiza hawatafika mbinguni. Kuna mtu kazi yake ni kuchukiza wengine. Kila kikosi akiwepo lazima achukize. Anasema wachukizao hawataurithi ufalme wa mbinguni. Amen. Anasema basi katika kila jambo hakikisha kwamba unajipatia sifa njema. Amen. Sema sifa njema. Sema tena sifa njema. Maana yake sasa, ukishindwa kupata sifa njema, unakuwa unajiandaa kwenda motoni. Tusiwe kwazo la aina yoyote ile, ili utumishi wako usilaumiwe na yoyote. Kama unaimba, maana yake unatumika. Haleluya! Kama unafagia kanisa, maana yake unatumika. Kama unaimbisha, maana yake unatumika. Kama unahubiri, maana yake unatumika. Usiwe kwazo la namna yoyote ile. Haleluya! Tunapoenenda kwenye maisha ya wokovu, huwa tunajiangalia yupi na mkwaza, yupi na mjeruhi, wapi ambapo nimekuwa kwazo, wapi ambapo nimekuwa ni tatizo. Je, ni kwenye kwaya nimekuwa ni tatizo, au kwa kina mama nimekuwa ni tatizo, au kwenye kanisa zima nimekuwa ni tatizo? Anasema aliyeokoka haruhusiwi kuwa kwazo la aina yoyote ile, ili utumishi wake usije ukalaumiwa. Kuna watu wanasema mimi sijui yeye mwenyewe, kama nakwazika tajijua mwenyewe mimi nimeenda. Sio tajijua, lazima ujue watu unatukwaza. Lazima urudi upige hesabu wapi ambapo kila wakati wananilaumu. Kwa nini kila nikiwepo wanachukia? Kwa nini mimi nikoje? Mimi nasema hutakiwi kuwa kwazo la namna yoyote ile katika usemi wako. Kama unaongea sana na kwaza watu, basi mwambie Bwana funga kinywa. Anasema Daudi, nitajitia lijamu katika kinywa changu. Haleluya! Au ukijibu watu najibu wanakwazika, basi taka suluhu mbele za Bwana kwamba Mungu, kinywa changu nikijibu watu wanakwazika, naomba unisaidie nisiwe kwazo la aina yoyote ile. Anasema lengo letu kwamba utumishi wetu usije ukalaumiwa. Usiwe kwazo la namna yoyote ile. Amen. 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 Wanaochukiza wapendwa hawatafika mbinguni.
Kuna neno nadaiwa lipanga mapema, usichukize watu. Watumishi wa Bwana, usichukize watu. Haleluya. Wewe jirani, usichukize watu. Usisema tajijua mwenye aliyeokoka anahakikisha kila mtaa anakopita hawezi kuwa kwazo na aina yote hii. Usichukize watu kule shambani, usichukize watu kwenye pende, usichukize watu kwenye biashara, usichukize watu kwenye ndoa yako, usichukize watoto wako, usichukize serikali yako, usichukize watakatifu wenzako. Hakikisha unajipima uone kwamba huna sababu ya kuchukiza watu. Haleluya. Manake wale ambao wana tabia ya kuchukiza hawatafika mbinguni. Parapanda tawacha. Haleluya. Lakini mtu wa tatu ni muuaji. Wauaji hawataenda mbinguni. Wanayeua, wauaji wameendelea kuongezeka. Kama kuna mtu anaua watu, hawezi kwenda mbinguni. Huwezi kuona mtu ameshika panga la kuua mtu, ila wauaji ni wengi sana. Bwana msaidie. Yuko muuaji wa kwanza wa kimwili. Naposema muuaji wa kimwili, anaweza akachukua panga akamkata mtu, akamuua, akamficha chini ya ardhi, akaenda zake. Muuaji wa kimwili. Bwana msaidie sana. Huyo anaitwa muuaji. Sasa uuaji uko wa aina mbalimbali. Ndugu yetu Musa aliwahi kuua, alafu akajificha, akaenda mjini, akaona wengine wanapigana, akaanza kwa maisha, anataka uue kama nilivyoua jana. Ndio akagundua kumbe nilionekana. Swala la kuua, Mungu alizuia mtu asiue. Amen. Unaweza kuua kwa kuweka sumu. Amen. Na sisi tuliokoka watakatifu wa Bwana, huwa hakuna dawa ambayo tunaweka kwenye chakula ili mke atulie nyumbani. Hakuna dawa tunaweka kwenye chakula ili mume atulie nyumbani. Hatuna hiyo kitu. Hawajanielewa watu hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Usije ukakubaliana na mganga yeyote au na rafiki yeyote akupatie dawa ili udhuru afya ya mwingine, ili ubadilishe mwenendo wa ufahamu wa mwingine. Waliookoka ni mwiko. Nasema ni mwiko kwa walokole. Usiweke dawa kwenye maji ya kuoga. Acha. Haleluya. Amina mpaka hapo. Amina mpaka hapo. Hakikisha hauingii kwenye hatua ya mauaji. Maanake kuna kitu nakiua ili ubadilishe ufahamu wa mtu awe ni mtu ambaye haeleweki. Aliyeokoka anafanya vitu kwa usahihi. Mauaji. Kina niweka dawa hiyo. Mmeaka naoga, kabadilika kuwa joka pale. Baki kichwa. Sasa binadamu ngeuka kuwa nyoka, nyoka mkubwa namna gani? Mwili wa mtu abadilike kuwa nyoka, inakuwaje? Mama naona huko kelele zinazidi bafuni, akwenda kuchukua nakuta ni kichwa tu. Halafu yule baba na mangana sema, haya bwana, nashukuru hicho nifanyie. Anakufa huko anasema, haya hamna tatizo bwana, ashukuru. Ndio anaenda hiyo. Pale hajauawa yule, umeua. Wale wanaoua hawatafika mbinguni. Bwana asaidie sana. Mwingine aliweka dawa hivyo, kumbe dawa imegeuka imekuwa tofauti. Huyo tumbo mstarini kulazo maiti ondoka. Lakini lengo lilikuwa ugeuze kaakili. Kababa kakai vizuri. Umeua. Ukiokoka hakikisha
hauingii kwenye roho ya mauaji. Waliokuwa hawafiki mbinguni. Wanaofanya kazi ya mauaji ya kimwili hawatafika mbinguni. Nasema haleluya. Parapanda ikilia, kama uliwahi kuua huwezi kufika mbinguni. Ukishaokoka unasamehewa, huruhusiwi kurudia tena dhambi yoyote ile, ukatamani tena mwingine afe. Unaona huko hapo, lakini akili inasema ile fulani angekufa. Wewe ni muuaji. Parapanda ikilia wewe, kwa sababu ndani yako unawaza gabe ahiriri apone, yaani unaona tabu. Maana yake ndani kuna roho ya uuaji inayofanya kazi, iko roho ndani. Ukimwamini Yesu, hakikisha ndani hakuna roho ya kuua inayofanya kazi. Hakikisha unaokoka kutoka ndani, unabadilishwa moja kwa moja. Biblia inasema wauaji hawataenda mbinguni, wanaoua hawatafika mbinguni. Bwana msaidie sana. Uuaji mwingine wa kimwili ni utoaji wa mimba. Tunaposema tumebeba msalaba tunafuata Yesu, maana yake kuna vitu tunatakiwa tujipenge kabisa, alafu tufanikiwe kujitenga. Hakuna matengenezo yanaweza kutengenezeka ili mtu apate heshima. Maana yake Biblia inasema wauaji hawatafika mbinguni. Ile unaua kiumbe ambacho hakijaonekana, kinauawa ndani. Hakijui kusema, hakijui kuangalia, hakijui kujitetea, kinauawa. Wewe ni muuaji.